Wakati tunaendelea kusubiri uzinduzi wa kitabu cha tabia za kiongozi wa kiroho, tunaendelea kuona namna ambavyo tunaweza tukaangazia mambo kadhaa ambayo yako ndani ya kitabu, ili na wewe pia uweze kuona umuhimu wa kupata nakala ya kitabu cha tabia za kiongozi wa kiroho. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unamtumikia Mungu, hata kama sio mchungaji, labda mwimbaji, hata kama sio mwimbaji, labda pengine una karama fulani ndani ya kanisa, hata kama wewe ni mwinjilisti, wewe ni askofu, wewe ni mtume, wewe ni nabii, wewe ni aposto, kitabu hiki kitakusaidia sana ukikipata, na kitakufanya uweze kujua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya wewe kama kiongozi wa kiroho. Na niliweka wazi nikasema, kiongozi, na kwa namna ambavyo Bwana amenipa neema ya kumchambua na kumzungumza kiongozi kwenye hiki kitabu, ni yule kiongozi ambaye anaanza na yeye mwenyewe, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba hautaweza kuongoza watu wengine kama wewe mwenyewe umejishindwa au umeshindwa kujiongoza. Lazima ujiweze wewe katika namna ya uongozi na katika namna ya kujiongoza. Ukijipatia basi utawapatia na watu wengine, ukijiweza basi utawaweza na watu wengine. Ukiona wewe mwenyewe umejimudu, basi utaweza kuamudu na watu wengine. Na katika namna ya uchambuzi na kuangazia vitu vilivyoko ndani ya kitabu, ile sehemu ya kwanza tulichukua sehemu kidogo tu kutoka kwenye kitabu, na katika sehemu hii ya pili ambayo tunaendelea nayo pia tumechukua sehemu kidogo tu kutoka kwenye kitabu chetu. Ninaweza nikaanza na hivi: kiongozi wa kiroho ni mtu anayewaongoza wengine kukuza uhusiano wao na Mungu na kuishi maisha yenye misingi ya imani thabiti. Kwa sababu wewe ni kiongozi wa kiroho na unawaongoza watu wa rohoni, lazima iwepo namna kwa wewe kiongozi wa kiroho ya kuwafanya hao watu unaowaongoza mahusiano yao na Mungu yaendelee kuwa bora zaidi, sio yazidi kudidimizwa. Mahusiano yao na Mungu yaendelee kuwa bora, yaendelee kuimarishwa kila iitwapo leo. Lakini pia tabia zake zinatakiwa kuwa mfano bora wa kuigwa na jamii inayomzunguka. Kama nilivyosema awali kwenye msingi, hakuna namna yoyote kama kiongozi bado hajaweza kujimudu kuwa ataweza kuamudu na watu wengine. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kama kiongozi hawezi kujiongoza, basi utambue na ujue ya kwamba huyo kiongozi hataweza pia kuwaongoza na watu wengine. Lazima yeye mwenyewe aweze kujiongoza, ndipo ifikie wakati yeye pia aweze kuwaongoza na watu wengine. Sasa zifuatazo ni tabia kuu zinazopaswa kumtambulisha kiongozi bora wa kiroho. Kuna namna ubora wako haupaswi wewe mwenyewe kujitambulisha, lakini tabia ulizonazo zenyewe ndizo zinazotakiwa kukutambulisha kwa watu. Kiujumla ni kwamba watu wakuzungumzie, sio wewe ujizungumzie. Watakapoziona zile tabia njema, ndo waanze kukuzungumzia, waseme huyu jamaa ni kiongozi mzuri sana, anastahili kukaa kwenye nafasi fulani, sio wewe uanze kujipigia debe. Na nimeona hiyo, kuna baadhi ya viongozi wa kiroho ambao sasa wameamua kuacha mstari. Kiongozi wa kiroho huwezi ukafanya siasa. Kiongozi wa kiroho huwezi kugombea uongozi wa kiroho. Tabia zako ndo zikutambulishe na tabia zako ndo zikupeleke kwenye nafasi. Kiongozi wa kiroho huwezi kupiga kampeni kukaa kwenye nafasi ya wewe kuwa kiongozi wa kiroho. Kiongozi wa kiroho hapigi kampeni. Kiongozi wa kiroho tabia zake mwenyewe zinampeleka kwenye nafasi. Kwa hiyo tabia ya kwanza ambayo inatakiwa kumtambulisha kiongozi ni tabia za kibinafsi na maadili. Kuna vitu vingine ni vya kawaida kabisa ambavyo kiuhalisia vina uwezo wa kumtambulisha kiongozi, na tabia za kibinafsi na maadili zimebebwa na mambo yasiyopungua manne. Jambo la kwanza ni uaminifu na ukweli. Huwa mkweli katika maneno na matendo yake yote, ili kujenga imani kwa wale
anaowaongoza. Wakati mwingine hata kama unataka kuboresha ujumbe wako, usitumie uongo au usitumie shuhuda za uongo. Ziko shuhuda kede kwenye Biblia ambazo unaweza ukazitumia na bado watu wakahudumiwa tu. Sasa hivi tumekuwa na tatizo moja kwa viongozi wa kiroho, hasa wanaosimama madhabahuni kwa ajili ya kutuhudumia. Wamekuwa wakitumia shuhuda za uongo, na mbaya au bahati mbaya au bahati nzuri, watu wetu ambao wanatusikiliza hivi sasa wana ufahamu mkubwa sana. Sisi tunaongoza watu wa aina mbalimbali. Kiongozi wa kiroho ni mtu ambaye anaongoza maprofesa, anaongoza wa darasa la 7, anaongoza wa form 4, anaongoza walioishia form 6, anaongoza wa certificate, anaongoza wa diploma, anaongoza wa degree, anaongoza wa PhD, watu wa kila namna, watu wenye nyadhifa mbalimbali katika serikali na katika taasisi za kibinafsi na taasisi zingine mbalimbali. Hao wote wanaongozwa na mtu ambaye anaitwa kiongozi wa kiroho. Kwa nafasi yako wewe ni ya muhimu sana, wala hata hahitaji uizalau. Usijizalau mwenyewe, una nafasi kubwa. Kwa hiyo kama una nafasi kubwa kwa namna hiyo, lazima pia utambue na ujue ya kwamba hata mambo ambayo unayasema yawe ni mambo ya ukweli. Maisha unayoyaishi yawe ni maisha ya uaminifu. Kwa sharti uwe mwaminifu na sharti uwe mkweli. Ujumbe ukinoga, usiingizie shuhuda za uongo. Tafuta ushuhuda kwenye Biblia ambao una uwezo wa kusapoti huo ujumbe, lakini usijaribiwe kuingiza ushuhuda wa uongo, wewe kiongozi wa kiroho. Lakini pia katika tabia binafsi na maadili imebebwa na kutunza siri, kuwa na kifua. Kuna lugha hii huwa inatumiwa, kuwa na kifua. Haina maana ya kwamba kifua hiki kama cha kwangu, lakini ina maana ya kwamba kiongozi wa kiroho unatakiwa kuwa msiri. Mtu anaaminiwa sana, kiongozi wa kiroho anaaminiwa sana, na katika kule kuaminiwa inawafanya watu waje walete mambo yao kwa uhuru, wakiwa wanajua wewe kiongozi wa kiroho hautayasema kwingine. Kwa kiongozi huyu ambaye ana kifua ana uwezo mkubwa wa kuhifadhi siri za watu wanaomshirikisha mambo yao binafsi bila kuyasema madhabahuni au hadharani. Sikiliza nikwambie, kuna baadhi ya viongozi wa kiroho ambao kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu kwenye hili eneo la kutunza siri za watu, wanaandaa ujumbe kulingana na matatizo ya watu ambayo wameyasikia. Kwa akifika madhabahuni anatoa jina tu, akitoa jina tu basi ndo anaendelea na huo ujumbe. Kwa mtu amekaa huku anasikia yote ambayo alikuwa anamueleza kiongozi wa kiroho ofisini, jambo ambalo ni baya na jambo ambalo linashusha heshima kabisa ya kiongozi wa kiroho kiujumla. Haya mambo ni ya muhimu sana. Jambo jingine ambalo linabebwa katika tabia binafsi na maadili ni kutawala hasira. Kiongozi wa kiroho unatakiwa usiwe na hasira, hata kama unazo basi uweze kujitawala. Ni mtulivu na haonyeshi hasira za haraka, hufanya maamuzi kwa hekima na utulivu. Unatakiwa Mungu akusaidie kiongozi wa kiroho kupata hekima, hasa unapokutana na vikwazo katika uongozi wako au unapokutana na mambo ambayo yanaweza yakakufanya kuwa na hasira. Kwa uwe na stamina ya kumiliki hasira zako zisionekane mbele ya wale watoto ambao unawaongoza. Mungu akusaidie. Lakini pia jambo jingine linalobebwa na tabia za binafsi na maadili ni kunyenyekea. Hatangulizi ubinafsi au kutafuta vyeo, bali hujitolea kuwatumikia wengine kwa moyo wa unyenyekevu. Kwa hiyo kiongozi bora wa kiroho lazima hii hali ya unyenyekevu iwe ni nyingi sana kwako, lakini pia uwe na namna ya kuwatanguliza wengine, hasa katika maslahi yanayoleta faida katika namna ya kawaida kabisa.
Katika hiyo namna ya kawaida kabisa, unapofikia hivyo viwango, hebu watambulize watu wengine. Haina maana ya kwamba upoteze haki yako binafsi ya msingi, lakini kuna mazingira ambayo ukitangulia wewe, watu watakuona kama wewe kurupu, kiongozi kurupu. Tabia ya pili ya kiongozi wa kiroho muhimu sana. Lazima kiongozi wa kiroho awe na maisha ya kiroho na imani. Yaani si tumesema tunazungumzia habari za kiongozi wa kiroho. Sasa atakuwaje kiongozi wa kiroho kama yeye mwenyewe hajawa wa kiroho? Atakuwaje kiongozi wa kiroho kama yeye mwenyewe hajaokoka? Kwa maisha yako binafsi yanatakiwa yawe ni maisha ya kiroho, yanatakiwa yawe ni maisha yanayofanana na mtu ambaye ameokoka, na hii inabebwa na imani thabiti. Ana uhusiano wa karibu na Mungu na anaishi kulingana na kile anachokihubiri au kukifundisha. Yale yote ambayo huwaga unayahubiri, yale yote ambayo huwaga unayafundisha, yale sasa wewe ndo unapaswa kuwa wa kwanza kuyaishi. Na sasa hivi tumekuwa na kizazi cha viongozi ambao wana ujuzi mkubwa wa kufundisha habari ya imani, lakini wao wenyewe hawana imani. Tumekuwa na viongozi ambao wana ujuzi wa kufundisha kwa habari ya kusoma neno, lakini wao wenyewe hawasomi neno. Tuna aina ya viongozi ambao wana ujuzi mkubwa wa kufundisha habari ya utakatifu, lakini wao wenyewe hawayaishi hayo maisha matakatifu. Kumbe watu wetu wanajifunza zaidi kwa yale matendo au yale maisha kuliko yale maneno au yale ambayo tunayafundisha kwa ubora. Lakini pia hii inabebwa na kusoma neno na maombi. Kiongozi wa kiroho lazima, moja ya vitu ambavyo havitakiwi kukoma kwako ni bidii ya kusoma neno, lakini pia bidii ya maombi. Weka misingi au msingi wa maisha yake katika kujifunza maandiko matakatifu na kuomba bila kuchoka. Hautakiwi kuchoka. Wewe ndo wa kuwatia watu moyo kuendelea kuomba, wewe ndo wa kuwasaidia watu kuendelea kuomba. Kwa hautakiwi kuchoka. Ukichoka wewe, wengine itakuwaje? Lakini jambo jingine lililobebwa na maisha ya kiroho na imani kiujumla ni kumcha Mungu. Humtanguliza Mungu katika kila jambo na hategemei akili zake mwenyewe. Hategemei akili zake mwenyewe. Yeye kila kitu ambacho anakifanya anafanya kwa kumtanguliza Mungu. Jambo jingine au tabia nyingine ya tatu ya kiongozi wa kiroho, tabia muhimu sana, ni mahusiano na jamii. Nilikuwa nasubiria sana nifike kwenye hili eneo, mahusiano na jamii. Hamna kitu kibaya kwa kiongozi wa kiroho pale ambapo huyo kiongozi anakuwa hana mahusiano bora na jamii. Sisi viongozi wa kiroho tumewekwa kwa ajili ya kuleta suluhisho, na suluhisho lenyewe linatakiwa lifanywe kwa hekima na ujuzi na maarifa yote. Mimi ndio maana huwa nawashangaa sana hata wale viongozi wa kiroho ambao wanabwatuka mitandaoni. Huhitaji kuwa hivyo. Kama unahitaji kumsaidia mtu, huhitaji kumsaidia mtu kwa kumsema hadharani. Unahitaji kumsaidia mtu kwa kumuita private na kusema ya kwamba ili uweze kufanikiwa, ili uweze kuondokana na hili tatizo, ili uweze kuondokana kwenye huu mgogoro, watakao kufanya hivi na hivi na hivi, mkiwa pembeni. Na hii imebebwa na upendo na huruma. Kwa hiyo kama unampenda, hauwezi ukamsaidia ukafikiri unamsaidia mtu ukiwa unamsema hadharani kwenye mitandao ya kijamii mbele za watu. Hauwezi ukamsaidia kwa namna hiyo. Kwa hiyo uwajali watu anaowaongoza na kuwaonyesha upendo wa kweli katika shida na raha. Katika shida na raha. Kuna mtu anakutwa na tatizo, anatamani kusikia sauti ya kiongozi inayoleta suluhisho pasi na kumdhuru, pasi na kumharibu. Kuna mwimbaji mmoja ninampenda sana, pale alipo ajue kwamba ninampenda, anaitwa Bahati Bukuku. Ni mwimbaji mkongwe hapa Tanzania. Anasema, usitumie nyundo kuua nzi aliyopo kichwani kwa mtu ukidhani unamsaidia. Hautokuwa unamsaidia.
Kwa tafuta kila hekima. Yule nzi aliyoko kichwani kwa mtu, ukitumia nyundo hauui nzi, unamuua huyo mtu. Unaweza ukafikiri unamuua nzi, kumbe unamuua mtu. Kwa hiyo ni nzuri kuwa na ufahamu wa namna hiyo, wewe kiongozi wa kiroho. Lakini hii inabebwa na kulea wengine, kuzalisha viongozi. Kiongozi bora ni yule ambaye anawazalisha viongozi wengine, huandaa na kuwatengeneza wengine wawe bora zaidi yake bila kuwaonea wivu. Kuna wale ambao wachungaji wasaidizi, wale wachungaji viongozi ambao wametengeneza wachungaji wasaidizi. Ili eneo naomba nilizungumze pia. Asante Yesu kwa kunipeleka hapa. Ukiona umetengeneza mchungaji msaidizi bora ambaye anafanya vizuri wakati mwingine hata kuliko wewe, jivunie, jisikie vizuri, pandisha mabega tu vizuri kabisa, kwa sababu yule amesaidiwa na wewe. Wala usione ya kwamba huyu kijana sasa naona anataka kunipiku hapa kanisani, huyu kijana sasa naona anataka kunizidi hapa kanisani. Huyo umemtengeneza wewe. Watu wanavyomuona huyo wanakuona wewe. Wanapomuona huyo mtu anafanya vizuri, huyo mchungaji anafanya vizuri, huyo msaidizi anafanya vizuri, hiyo ni mashine ya wewe, umeizalisha wewe, umetengeneza wewe. Kwa unatakiwa utembee kifua mbele, kwa sababu wewe kama hauna nguvu, hata kama yeye anafanya bora, kwa nini yeye kazaliwa akiwa na nguvu tena kutoka kwako? Kwa hiyo wewe lazima ukae katika namna au hali fulani ya kukaa kwa ubora, na kukaa katika namna au fikira za kujua ya kwamba huyu nimemzalisha mimi, huyu amezaliwa kutoka kwangu. Lakini hiyo pia inabebwa na kukubali lawama na kupongeza. Kukubali lawama na kubali. Kiongozi, lawama huwa ni za kawaida, yani lawama, maneno, masengenyo kwa kiongozi. Focus. Yani kuna vitu vingine vidogo vidogo visikuyumbishi kiongozi, hasa unapopata lawama eneo ambalo haukustahili kupata lawama. Wewe endelea mbele, wewe songa mbele, na kwenye hilo eneo ninakutia moyo kabisa, kwa sababu kwa kiongozi yoyote yule, awe wa kiroho ama sio wa kiroho, lawama huwa ni za kawaida. Kwa hiyo wala hata usipate shida unapofikia wakati wa kulaumiwa na kadhalika. Lakini pia hii inabebwa na kuepuka kuhukumu. Hazungumzi vibaya au kudharau viongozi na watumishi wengine wa kiroho. Heshimu mafuta ya watu wengine. Kiongozi wa kiroho bora ni yule ambaye anathamini uwepo wa huduma zingine, uwepo wa mafuta ya watu wengine, uwepo wa watumishi wengine, kwa sababu bila hao pengine hata wewe usingeweza kusimama mahali ulipo. Waone watu wengine ni bora. Thamini watumishi wengine ambao wanakuzunguka, au anatokea kwenye dini yako ama hatokei kwenye dini yako. Haupaswi kusimama na kudharau dini ya mtu mwingine. Haupaswi kusimama na kudharau hali au utumishi wa mtu mwingine. Bwana awabariki sana. Tukutane katika sehemu ya 3 ya kuendelea kuchambua tabia za kiongozi wa kiroho kutoka kwenye kitabu chetu cha tabia za kiongozi wa kiroho ambacho tunatarajia kukizindua mwezi wa 8 mwaka huu. God bless you. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mzuri. Amen and amen.